Juma. Kwa hapa tunaangalia jinsi walivyoweka vibao vya kuweka tahadhari barabarani. Naona kama vile wana makosa kidogo kampuni ambayo inatengeneza barabara, ambayo inatengeneza daraja, kwa sababu wameweka kona moja ambao hatujaielewa mpaka gari imeenda kutumbukia pale. Fusi kikubwa, yani wafunge barabara kabisa ile pale mahali wanapotengenezea. Kwa mimi ninavyoona, kwa sababu huyu mtu amekuja kupita usiku, labda ana muda mrefu hajajua kwamba kule kuna nini kinafanyika, akaja akapitiliza moja kwa moja. Hata hivyo mimi naona hana makosa yoyote huyu dereva wa gari, kwa sababu amepeleka gari taratibu mpaka kaenda katumbukia pale. Hatari inakuwa kwenye kati gani zaidi? Sana ni usiku. Kwa sababu mchana wanaweka watu ambao wanaongoza, usiku hamna mtu ambaye anaongoza. Kwamba simama nipite, simama hii ipite, usiku hamna watu wanajiijia hapo. Alafu barabara zote wamefungua. Mwanzoni walikuwa wameweka vifusi, sasa hivi wamefungua moja kwa moja. Sasa ukiangalia sasa hivi jinsi kulivyo, barabara kutoka kule mtu ananyosha na gari kubwa, alafu haya magari yanatumia upepo. Paka afike pale ameshaingia kolongoni. Ameshaingia kwenye daraja. Unaoshauri nini? Mimi nashauri sana tu, mimi sana ushauri wangu, wanaedhibiti na wanaesimamia waweke miundombinu mizuri magari wakati anataka kupita, au usiku waweka walinzi basi. Wao naongoza moja kwa moja kama hawawezi kuweka yale matuta. Sawa. Ushauri wangu mkubwa, kampuni sana inayotengeneza hiyo barabara pale. Naitwa Juma Hassan Mgonja. Kweli kwa kilichotokea katika eneo hili la Msasani, kweli ni kitu ambacho ni cha kutisha. Kwa sio mara ya kwanza magari kudumbukia au gari kupotea barabara. Mimi nina imani mkandarasi aliyewekwa kutengeneza barabara hii angeweka viashiria vya kutosha isingeza gari ikadumbukia. Kwa mfano cha kwanza, angeweka mabams kutoka umbali wa mita 15 hadi hapa ambako barabara imekatwa. Ingemrahisishia dereva kupata kupunguza mwendo hata kama yuko mwendo kasi. Na kingine tena, diversion iliyowekwa ni ajabu, magari mawili hayawezi kupishana. Mabasi yanadumbukia kwenye makorongo. Kama jana asubuhi basi lidumbukia, basi kutoka Shinyanga kwenda Arusha lidumbukia. Hiyo ni tatizo kwa waendesha vyombo vya moto barabarani. Kingine cha pili, matuta leo kamilima barabara vifusi vimefunguliwa vifusi. Kwa mfano kama pale mbele pale, ile kifusi imefunguliwa kuonyesha barabara iko wazi. Kule mbele haijakuwa kifusi. Hata kama unaonyesha gari barabarani, kuna kifusi kimefunguliwa, namna utakimbiza gari ili kusudi uweze kufanya nini? Kupita. Hiyo ni changamoto pia barabarani. Kingine tena cha pili ni cha aliyepewa kazi ya kurekebisha barabara au mkandarasi ajaribu kuweka viashiria karibu na sehemu ambako barabara imekatwa, kusudi dereva akitoka, dereva mgeni aweze kuepuka usumbufu au kudumbukia nini kwenye daraja lililokatwa. Hapo tayari shamhesabishia mwenye chombo cha moto hasara kubwa, kiasi kwamba gharama iliyoingia hapo na gharama iliyomgharimu huyo mkandarasi ni hasara ambayo hata ukitema milioni 5 milioni 6 hizi kulipa hiyo gharama hapo. Kwa mimi ningeshauri watu wanaokuwa wakandarasi wa barabara waweke ishara kubwa ambazo zinaonekana, pia waweke matuta makubwa ambayo gari kija hawezi kuruka ile kwenda kwa sehemu ambayo inadumbukia iliyokatwa. Lakini tunaona kuna pita kushoto. Pita kushoto ni sawa, lakini diversion iliyokuwa ni ndogo sana. Mimi natoka mgeni nakuja mgeni sio kwenda diversion, sio kuiona diversion hapo. Hata wewe mwenyewe ukiangalia diversion hapo ni ndogo sana. Kiasi kwamba hata wewe unakuja na gari ukipita hapo, lazima utaunganisha tu. Ito diversion ni kubwa hapo hiyo. Mbona kule Minjingu? Of course pale Minjingu umepita Minjingu pale. Kwa diversion niko pale, diversion pale inaonyesha kabisa wazi hapa akitoka mtu na gari. Kuna matuta yaliyowekwa kupunguza mwendo. Na ndio maana sehemu ambayo inakuwa ni mbaya, pameandikwa speed 50, panawekwa matuta ya kupunguza mwendo ili kusudi muongoza chombo cha moto au driver apunguze speed. Akijua mbele kuna shida na kwa matuta kumpunguzia speed. Hapa barabara iko highway, iko wazi. Mimi kama mimi driver fuso naendesha gari, fuso yenyewe breki yake ni ya kuchochea. Breki ya fuso huwezi kupata hapa kwa hapa kama jamaa alivyoangusha gari hapa. Jeshika breki yote unaona kabisa hapo wako wazi. Kwa hiyo makosa yako kwa mkandarasi kwa driver. Ingekuwa mimi gari ni la kwangu, ningedai nilipe mkandarasi anilipe. Kwa sababu mkandarasi hajaweka vibao vya kutosha. Kibao kimekuwa asubuhi, kibao asubuhi. Ilikuwa kipo, mimi nafanya kazi hapa. Eneo ile pale na gari iko hapa karibu na mita 5 kutoka hapa tulipo. Na eneo gari liko hapa. Inaonyesha wazi kabisa sio mara ya kwanza gari kudumbukia. Angepata tunawaambia jamani, wekeni matuta. Lakini unakuta sasa mkandarasi sivyo hajakamilisha vigezo vyake au nini, mimi sijaelewa. Lakini kwa kifupi mwenye gari atakuwa mwenye gari alipwe. Mimi kama mimi gari ningekuwa ni la kwangu, ningedai nilipo hiyo gari. Nisikekubali kwa sababu viashiria vinavyokuwa visivyo vya kutosha. Akija mgeni lazima adumbukie. Hata ukiangalia sasa hivi libaki hapa ni highway hapa. Kule barabara imefunguliwa, kama pale pamefunguliwa. Ina lazima anakuja sangira simame pale aulize watu, jamani barabara inaendaje? Kwa wakati wa usiku aliyodumbukia, jamani makosa sio ya dereva, ni makosa ni ya mkandarasi aliyefanya nini? Aliyepewa kazi ya kufanya maeneo haya hapa. Wewe ni jirani hapa? Mimi jirani na ofisi iko karibu na hapa na garage iko hapa.
kama la 4. Jana leo asubuhi kuna basi lidumbukia. Juzi kuna basi lidumbukia basi. Je, basi baba watu 85 basi makubwa. Hebu niambie watu 85 wataria watu mashamba 85 watu. Wewe mnafanya kazi wataria masi. Tutakuwa kwa kila sheria. Basi hata viongozi hapa wanafanya nini? Viongozi hapa wanafanya nini? Itakuwa mapema kitu shazuiliwa siku nyingi sana au farasi ya diversion nzuri. Kama unapotaka kukata barabara, sheria inakuambia utengeneze kwanza. Sawa. Kabla ya wiki 3 au miezi miwili, weka diversion kwanza. Hapo ndio ukate barabara. Sasa mtu anakata barabara leo na diversion anaweka leo. Hebu niambie hiyo kitu inakuja kweli? Hiyo kitu haipo. Japokuwa mimi sio mkandarasi. Lakini kutokana na experience yangu ya uzoefu, hajafanya kitu mtu aliyefanya hiyo. Atakuwa achukuliwe hatua. Either uwe mwenye gari amlipe au aendeshe kesi na mwenye gari. Au mimi sikubali hata kama ni mimi. Mimi ni dereva na nisha mafuta siku nyingi. Mabasi nisha mabasi siku nyingi, lakini kwa kitu kifanyika hapa, makosa ni ya mkandarasi. Tunapopewa kazi, fanya kazi sehemu ambapo sekta ambazo zinapita watu wengi, tujaribu kuweka miundombinu vizuri ili kuepusha nini? Usumbufu na kuleta vifo. Au unaweza kumuua mtu kutokana na jinsi uliweka miundombinu yako vizuri. Na ishara za barabarani pia tuzingatie. Lakini tunapitia hata madereva ambao hawana leseni, naomba wachunguzwe madereva. Hata dereva aliyekushika gari hapa achunguzwe. Je, una leseni? Na leseni. Je, umepitia cheti cha driving school? Ninacho. Kama anacho, na maana sheria barabarani atakuwa anajua. Lakini kuna wengine madereva wako barabarani hata wa serikali. Cheti hawana, wanasema ajali barabarani. Ukuta wewe ambao uko mtaani dereva mzuri, huna cheti lakini unasema sheria barabarani yote kitu tunakijua. Wewe unaokuwa pembeni. Achukuliwe mtu ambaye ana cheti, kumbe hajagizi vigezo na nini hajafanya nini? Hajavikizi. Kwa hiyo ningeshauri watu wanaopewa kazi kwenye magari wachunguzwe. Hata dereva kama gari linakuja kule mbele gari kule, geuka ile gari kule, angalia gari kule kuna mwendo kasi kama ile. Hawezi kukata kona kama hapa. Ni kitu hatari sana. Ila wakandarasi barabarani, naomba msisitize kuzingatia sheria za barabarani. Kuziweka vizuri. Kama unakimbia speed zaidi ya 100 hapo, hawezi kukata kona kwa haraka. Pia ni hatari. Angalia mzigo wewe zaidi ya 30 hapo. Lakini speed ile ni speed kubwa. Mimi kama ilikuwa na matuta pasikiza kukimbia mwendo kama huo. Inaonekana sema wenyewe unakuta dereva kama hii gari imeangukia ni usiku. Unakuta yeye dereva alikuwa yeye amewaka. Ndio hivyo maana hivi vibao viko kuanzia kule nyuma. Viko yani vimeanzia nyuma mbali sana, ina maana yeye kwamba hajaviona au vipi. Ni kwamba ni tahadhari tu kwa madereva. Hapa itakuwa ilikuwa ni mwendo mkali, kwa maana yeye amenani, maana nje inaonekana hapa hizi. Maana hii kifusi ilikuwa imewekwa hapa hivi. Hii barabara ilivyotengenezwa hapa ndio ikatolea kifusi kwa hapa hivi, yao yanapita kwa hapa hivi. Ina maana hapa